Habari kubwa ambayo ipo sasa hivi katika mitandao ya kijamii ni mjadala mzima wa jezi zilizozinduliwa kati ya timu ya Simba na timu ya Yanga. Klabu hizi mbili bwana, zimekuwa ni kawaida na desturi inapofika hatua za makundi katika ligi za Afrika, yaani klabu bingwa, huwa wanapenda kuzindua jezi nyingine kwa ajili ya kuchezea katika hatua za makundi. Sasa hapa bwana, kilichokuwepo sasa hivi ni Simba na Yanga wametoka kuzindua jezi zao, na mjadala mkubwa upo kuhusiana na ubora na mvuto wa jezi ambazo klabu hizi mbili wametoka kuzizindua hivi karibuni. Sasa nataka tuzungumze kidogo katika swala zima la jezi za klabu ya Simba na klabu ya Yanga. Bwana, jezi zote ni nzuri, lakini zinatofautiana vitu kidogo sana. Tukianza na jezi za klabu ya Yanga, Yanga bado kwenye ubunifu hakuna kitu. Ubunifu bado zero. Yaani ukitazama jezi ya rangi ya manjano, kuna ubunifu ambao umejaribu kuweka, lakini ukiutazama kimchezo ama kimpira, yani ni ubunifu ambao si sawa, sio sehemu yake katika masuala mazima ya mpira. Kwa mfano, hii alama ya mstatili ambayo imewekwa kwenye upande wa mbele wa jezi kidogo haileti mvuto na haina sababu ya kuweka huu mstatili katika jezi. Tafsiri yake ni nini? Japokuwa kwamba wanajaribu kusifu na kujaribu kuchambua, lakini ukiitazama huu mstatili umeharibu show nzima ya hii jezi ya njano. Lakini tukitoka hapo kwenye jezi ya kijani, jezi ya kijani muundo wake, muundo pia na hiyo chata iliyowekwa mbele kama alama za sound za njano za kijani, yani bado haijaleta ubunifu mzuri ukilinganisha na jezi zingine. Lakini ukija kutazama, kuna hii jezi ambayo kidogo ina kama rangi ya ndo tuseme majivu, rangi ambayo Yanga pia hapa kwenye rangi wamejaribu kuubuni, lakini ubunifu wa rangi umekosa ule uhalisia wa klabu ya Yanga. Unajua klabu ya Yanga rangi zake kuu ni nyeusi, njano na kijani. Sasa hii wamechanganya mchanganyiko wa rangi zaidi ya moja. Kwa hiyo kidogo kuna utaratibu ambao ukiutazama unaleta show isiyovutia. Lakini kwa muundo, tukija kimuundo, muundo wa jezi hauna ubaya. Muundo wa jezi ni miongoni mwa miundo, hata jezi za klabu za wenzetu unakuta muundo kama huu unakuwepo. Kwa hiyo kwenye upande wa muundo Yanga hakuna tatizo. Sasa tukitoka kwa Yanga twende kwa Simba. Simba nao pia kwenye ubunifu kwa msimu huu nao wamejaribu kutazama, lakini ubunifu wao umejaribu kureflect katika ubunifu ambazo tayari zishapita. Kwa mfano, hii mbele kuweka Mokola ilikuwepo katika jezi za msimu 2022 2024-2025. Kwa hiyo wakati huo mdhamini wao alikuwa ni Mbet. Sasa unakuta unarejea ubunifu ambao tayari ulishautengeneza hapo mwanzo. Maana sasa hivi tulikuwa tunataka tuone unakuja na kitu kingine kipya, lakini ukitazama unaweza ukakuta kama vile ni vitu ambavyo vinarejewa, yani idea ambazo zinarejewa. Japokuwa sawa, Mo sio sehemu ya nani, lakini yeye ni kama mwekezaji, lakini kulikuwa kuna angalau angejaribu kutazama utaratibu mwingine wa kumweka, lakini wasirejee mfumo kama ambao waliufanya katika misimu iliyopita. Ubunifu mwingine ambao nimeona hakuna ubunifu mpya ambao sasa hivi jezi hizi zinaweza zikasababisha ubunifu wake ni tofauti na jezi zingine. Labda tu kumwangalia pale Jairuti wameenda kumweka pale upande wa kulia, lakini ukimtazama kwamba ule ubunifu wenyewe kabisa reality, unakuta nako Simba wamekosa ubunifu. Lakini tukija kwenye muundo na muonekano wa jezi za Simba zina muundo mzuri na zina muonekano mzuri. Yaani ukilinganisha muonekano wa jezi za Simba, unaweza ukasema kama jezi fulani hivi katika nchi fulani hivi za wenzetu. Yaani ziko vizuri na zina muonekano mzuri, yaani kiasi kwamba unaweza ukamvesha mchezaji hata
klabu za England kule, lakini vile Germany, yani wanaweza akavaa na akaweka status, lakini kwenye ubunifu bado Simba na wao wajaribu kuboresha ubunifu. Je, wewe msikilizaji na mtazamaji, una maoni gani kuhusiana na muonekano na ubunifu wa hizi jezi za vilabu viwili? Subscribe, toa maoni yako hapo, usisahau kulike.